Hello ndugu mtazamaji, imempendeza Mungu tena kukutana tena au kusikiliza tena mafundisho kutoka kwenye madhabahu hii. Na namshukuru Mungu kwa ajili yako na muda ambao umeutoa ili uweze kusikiliza maarifa ya siku ya leo. Hebu ngoja tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya hili neno ambalo umelikusudia. Asante kwa ajili ya nguvu zako na uwezo wako, Roho Mtakatifu, ambaye unaenda kuliachilia neno sawasawa na mapenzi yako na makusudi yako juu yangu na juu ya ndugu huyu anayenitazama sahihi. Mungu, ninaomba roho ya ufahamu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, lile kusudi lako ambalo Bwana umelikusudia siku ya leo kwa ajili yake likatimie, likasimame katika jina la Yesu aliye hai. Mungu, ninasimama kinyume na kila upinzani, kinyume na mafundisho haya, kila upinzani kinyume na somo la leo, nina uharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Kusudi lako likasimame sasa kwa utukufu wa jina lako Yesu. Amen. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Leo ni siku ambayo nataka tujifunze somo linaloitwa hatua 6 za kukufanya kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka. Hatua 6 za kukufanya kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka. Watu wengi wanamuomba Mungu awafanikishe. Watu wengi wanamuomba Mungu awafanye kuwa watu wakuu. Watu wengi wanamuomba Mungu awainue katika hii dunia. Lakini nataka nikwambie mojawapo ya kitu kikubwa sana ambacho Mungu ukifanya huwainua watu kwa kuwafanya kuwa majibu kwa watu wanaowazunguka au majibu kwa matatizo yanayowazunguka. Kwa mara zote Mungu anapowainua watu, unashangaa anaweka majibu kama alivyoweka majibu ya taifa la Misri kwa Yusufu, ile njaa ya taifa la Misri. Tatizo la njaa ya taifa la Misri, aliwekeza jibu kwa Yusufu. Kwa unaona kila majira changamoto ya ndoto ya Nebukadneza, Mungu aliwekeza majibu kwa Danieli. Kwa mara zote Mungu huwekeza majibu kwa watu wake kama njia ya kuwainua. Kwa nataka nikufundishe leo kwamba namna ya kuweza au hatua 6 za kuzifuata ambazo zitakusababisha au zitakusaidia kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka kwenye matatizo yao, kwenye changamoto zao. Jinsi gani unaweza ukawa majibu kwenye hiyo community au hiyo jamii ambayo inakuzunguka, na ni kitu ambacho Mungu anataka ajitwalie utukufu. Sababu wewe unapokuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka, maana nyingine Mungu anajitwalia utukufu, sababu Mungu yupo katikati yako. Kwa nataka unielewe vizuri, sina maana ya kwamba mwanadamu yeye peke yake anaweza kuwa majibu, anaweza akawasaidia watu wengine. Lengo langu ni la msingi kabisa kwamba pamoja na mwanadamu kuwa majibu, lakini kumbuka msingi wangu ni huyu mwanadamu kuwa ndani ya Kristo Yesu au ndani ya Mungu. Kwa ni majibu ya Mungu kupitia huyu mwanadamu kwa watu wanaomzunguka. Mojawapo ya sifa za Mungu 3. Kuna sifa ya omnipotent, yani Mungu ana nguvu zote. Omnipresent, kwamba Mungu yupo kila mahali. Na omniscient, yani Mungu anajua yote. Kunataka tuangalie haya maarifa, sababu kumbuka nasema hivi kwamba ni hatua za kukufanya wewe kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka, lakini sio nje ya Mungu, ni ndani ya Mungu. Kwa hiyo kabla hatujakuangalia wewe, nataka tuangalie sifa kubwa ya Mungu moja ambayo ni omniscient, yani Mungu anejua mambo yote. Katika neno omniscient lilitokana na maneno mawili ya Kilatini. Omni ambayo ni all au yote, alafu pia kuna scientia ambayo ni knowledge au maarifa. Kwa hiyo Mungu anavyosema ni omniscient, maana nyingine tunaweza tukasema Mungu ana maarifa yote, au Mungu ni Mungu anayejua mambo yote. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 2 mpaka wa 6, Biblia inasema hivi: wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu, umelifahamu wazo langu tokea mbali. Anasema umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu, umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimwini mwangu usilolijua Bwana. Umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Mstari wa 6 anasema hivi: maarifa yako, maarifa hayo ni ya ajabu, yanishinda mimi, hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Maarifa ulionayo, au maarifa namna ambavyo unanitunza,
hayawezi kudirikika wala hayawezi kufikirika kwa mwanadamu. Kwa ni maarifa ambayo yako nje ya mwanadamu. Mzaburi anasema hivi, mimi siwezi kuyafikia hayo maarifa ya jinsi ambavyo unaziongoza njia zangu. Kwa ni maarifa ambayo hayaelezeki, au ni maarifa ambayo hawezi ukayafananisha na maarifa ya dunia hii. Ukisoma pia Zaburi 147 mstari wa 5 anasema, Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu, akili zake hazina mipaka. Mwingi wa nguvu, akili zake hazina mipaka. Kwa akili au maarifa ya Mungu hayana mipaka. Kwa ukipata huo ufahamu wa maana halisi ya maarifa kwa namna ya kimungu, sasa nataka tusogee kwenye maarifa kwa maana ya kibinadamu, kwamba nini chanzo cha maarifa. Kama tumeona kwamba Mungu ana maarifa yote, kwa je, katika ulimwengu wa damu na nyama au katika dunia hii ni namna zipi ambazo tunaweza tukapata maarifa? Namna ya kwanza ni spiritual knowledge. Kwanza kuna maarifa ya namna mbili. Kuna spiritual knowledge au maarifa ya kiroho, alafu kuna intellectual knowledge, maarifa ya kiakili au ya kiufahamu, wote unavyoweza kuita. Sasa spiritual knowledge, haya ni maarifa ambayo yanapatikana katika ulimwengu wa roho kwa namna za rohoni, yani ufunuo. Yani spiritual knowledge inaongelea yale maarifa ambayo mtu hapati kwa kujifunza au hapati kwa kupata, yani kwa kusoma kitu fulani. Yani maarifa ambayo yanakuja kupitia maono, niite revelation au ufunuo. Kwa inaweza kaja kwa kupitia vision au ufunuo. Ufunuo ni kwamba, kwa mfano ninasoma hii Biblia. Ngoja nikueleweshe vizuri. Yes, unaweza kusema kwamba ninaisoma, ninaistudy, ninajifunza, ninaangalia maana ya maneno, ninaangalia references. Yes, huku ni kusoma kwa kujifunza, lakini bado hii itakuwa ni intellectual knowledge. Mpaka pale ambapo nitapata ufunuo. Yaani kuna kitu fulani ambacho kiko nje kabisa ya ufahamu wangu. Kuna siri inaingia ndani yangu ambayo kwa namna za kawaida sijaipata kutoka kwenye hichi kitabu, ila imekuja tu ghafla ndani yangu. Hiyo ndio inayoitwa spiritual knowledge. Na maarifa ya pili ni intellectual, ambayo haya sasa tunayapata kwa kujifunza. Kwa mfano physical knowledge ni Danieli. Biblia inasema Danieli kwa kuvisoma vitabu akajua, umeona, kwamba miaka ya utumwa ilikuwa imeisha kwa kuvisoma vitabu. Lakini ukiangalia spiritual knowledge, wakati Petro anapewa ufunuo wa kusema kwamba Yesu ni Masihi, ulikuwa sio ufunuo ambao alikuwa amesoma mahali. Ilikuwa ni knowledge ambayo imekuja. Ndio maana hata Yesu akasema sio damu na nyama, ila Baba yangu wa mbinguni amekufunulia ujue kwamba mimi ni Masihi wa Bwana. Kwa hizo ni namna mbili za maarifa. Namna mbili za maarifa. Sasa kwa sababu Mungu ni mkamilifu wa maarifa na Mungu anajua mambo yote yaliyo wazi na ya sirini, Mungu anajua mambo tunayoyawaza, Mungu anajua mahitaji ya watu na majibu yao. Utaona kwamba kumbe tunaposema tunataka kuwa majibu kwa watu wanaotuzunguka, hakuna namna yoyote tutamwepuka Mungu. Yaani kama tukiwa kama Wakristo tunataka kuwa majibu ya watu wanaotuzunguka, majibu kwenye biashara zetu, majibu pale kazini kwetu, majibu kwenye kila mahali, lazima Mungu awe wa kwanza. Lazima tujue tutakuwaje majibu ndani ya huyu Mungu. Najua kuna watu wengi sana, wengine wanatumia waganga, wanatumia njia zingine, lakini mimi leo nataka twende ndani moja kwa moja kwenye pointi yetu kwamba nataka uwe majibu lakini ndani ya Mungu. Jinsi gani ambayo Wakristo mnaweza kuwa majibu mahali ambapo mnafanya biashara? Jinsi gani ambapo Wakristo mnaweza mkawa majibu mahali ambapo mnafanya kazi? Jinsi gani Wakristo mnaweza kuwa majibu mahali ambapo mnafanya shughuli mbalimbali za kiuchumi au kwenye jamii inayowazunguka? Hilo ndo somo langu kubwa au msingi wa somo langu la hatua 6 za kukufanya kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka. Sasa ukisoma kitabu cha Mwanzo 39 mstari wa 2, Bwana akawa na Yusufu, naye akastawi, naye akawa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Kwa Biblia inaongelea kwa habari za Yusufu, inaongelea kwa habari ya Yusufu jinsi ambavyo ndugu zake walimuuza, akabebwa kama mtumwa kwenda pale Misri, akaajiriwa kama kijakazi
na amiri jeshi mkuu wa pale Misri, baadaye Potifa, baadaye anapelekwa magereza, baadaye anatoka anakuja kuwa waziri mkuu. Sasa ukiangalia hii habari, ukisoma vizuri haya maandiko au historia ya Yusufu, utaona vitu kadhaa ambavyo Mungu alivitumia kufanya Yusufu kuwa majibu kwa watu wale wa Misri. Na sio tu watu wa Misri, bali alikuwa majibu mpaka kwa ndugu zake watu wa Israeli na mataifa mengine ambao walikuwa wanaenda Misri kununua chakula. Kwa maana nyingine, Mungu alimuinua Yusufu kuwa majibu kwa mfululizo au kwa hatua fulani fulani. Kwa pamoja na maandiko mengi ambayo nitayasoma, nitayaongezea, lakini nataka nijenge somo langu la msingi kwenye maisha ya Yusufu, na hivyo vitu tujifunze hizo hatua mbalimbali ambazo zinaweza zikatusaidia kuwa majibu kwenye watu wanaozunguka, sawa sawa na hatua ambazo Yusufu alizipitia. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo 39, Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Kwa hatua ya kwanza kabisa, ukitaka kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka, hatua ya kwanza kabisa ni kutembea na Mungu katika kweli. Tukiwa kama Wakristo, watu wengi sana tuna ndoto za watu wengine wa duniani. Tunaona watu wengine wa duniani wakiwa matajiri. Ni kweli, mojawapo ya kitu ambacho kinaweza kukufanikisha kwa haraka ni kuwa majibu ya watu wanaokuzunguka, sababu watu wengi sana wana changamoto, watu wengi sana wana matatizo, watu wengi sana wana mahitaji mbalimbali. Kwa unapo respond kwenye mahitaji yao, unapoitikia kwenye uhitaji wao, unapoitikia kwenye changamoto walizonazo, ndipo unapokuwa unapata tuseme unapata nguvu na kuinuka, na wakati mwingine unaweza ukatengeneza hata pesa kwa sababu tu umerespond kwenye matatizo ya watu. Watu wengi nimekuambia hapa duniani wanapata pesa kwa sababu ya matatizo ya watu wengine. Watu waliogundua dawa wanapata pesa za dawa kwa sababu ya magonjwa ya watu. Watu waliogundua vitu mbalimbali vya kurahisisha kazi, vifaa mbalimbali vya electronics wamevigundua vya kurahisisha kazi, wanapata hela kwa sababu kila mtu anataka afanye kazi kwa namna iliyo rahisi. Kwa kuna matatizo na changamoto za watu au maboresho ya watu ambayo ukiaitikia lazima upate pesa au upate nafasi fulani. Kwa lengo la kwanza au hatua ya kwanza ni kutembea na Mungu wa kweli, kwa sababu tunataka Mungu ajidhihirishe. Kila siku wanasema hivi, katika mambo yote tunayofanya tunatamani Mungu ajitwalie utukufu, na ndilo kusudi la Mungu la kutuweka sisi duniani, au kusudi la Mungu la kutuokoa au kutufanya kuwa Wakristo. Lengo kubwa ni Mungu kujitwalia utukufu. Kwa chochote tunachokifanya lazima tukifanye ndani ya hizo boundary au ndani ya mipaka ya kumrudishia Mungu utukufu. Kwa cha kwanza kabisa lazima tutembee na Mungu katika kweli. Kama tunataka kuwa majibu ya watu wanaotuzunguka, kama tunataka tuache alama kwenye hii dunia, tunataka tuache alama kwenye maisha ya watu, lazima tujifunze kutembea na Mungu katika kweli. Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Kwa Mungu alikuwa anatembea pamoja na Yusufu. Kumbe pamoja na Yusufu kufanikiwa pale kwa Potifa, pamoja na Yusufu kufanikiwa pale gerezani, pamoja na Yusufu kufanikiwa kwenye kuitafsiri ndoto, lakini kitu kikubwa kilichomsababisha afanikiwe ilikuwa ni kuwa pamoja na Bwana, kutembea pamoja na Bwana. Ndio maana Biblia inasema Bwana akawa pamoja na Yusufu. Je, unatembea na Mungu katika kweli? Ni kweli unaweza ukawa majibu kwenye watu wanaokuzunguka, lakini je, la kwanza unatembea na Mungu? Na ukitaka kuona jinsi gani ambayo Yusufu alitembea na Mungu, unafika kwenye ile sura ya 39 mstari wa 9, pale ambapo mke wa Potifa anataka amshawishi aingie kwenye uzinzi, aanguke. Anasema, nifanyaje ubaya huu nimkose Mungu? Kwenye ile Mwanzo 39 mstari wa 9 anasema nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Kwa unaona ni mtu ambaye alitembea na Mungu kiasi kwamba alikuwa anaogopa kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. 39:21 Biblia inasema hivi, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Kumbe pamoja na kibali alichokipata Yusufu pale gerezani, ilikuwa ni kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Kwa kabla hatujatafuta kuwa majibu ya changamoto za watu wanaotuzunguka, kabla hatujatafuta kuwa majibu ya matatizo ya watu wanaotuzunguka ili Mungu ajitwalie utukufu, lakini pia Mungu atuinue, lazima tujifunze kutembea pamoja na Mungu. Lazima tujifunze kukaa chini ya Mungu na kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kutembea katika kweli ya Mungu. Na ukitaka kutembea katika kweli ya Mungu, ukitaka kutembea na Mungu, lazima uunganike na roho yake Mungu. Roho ya ustadi, roho ya ufahamu ni roho wa Mungu.
Biblia inasema lakini aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye, kwenye ile Wakorintho wa kwanza 6:17. Kwa hiyo mojawapo ya vitu ambavyo inapaswa uvifanye kama unataka kuacha alama au kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka ni kutembea katika kweli na Mungu. Lakini huwezi kutembea kweli katika Mungu kama haumjui huyu Mungu, kama haujaunganika na huyu Mungu. Unaunganika na huyu Mungu kwa namna gani? Kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yule mtu pekee anayeunganishwa na Mungu na kuwa roho moja pamoja naye ni mtu ambaye anapitia kwa Roho Mtakatifu, anapitia kwa Yesu Kristo, na baada ya kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anafanyika kuwa mwana wa Mungu, ambaye anakuwa ana haki ya kutembea na makusudi ya Mungu, ana haki ya kutembea na Roho wa Mungu ndani yake. Kwa hiyo nataka nikwambie kabla sijaendelea sana, kama hujampa Yesu maisha yako, kama bado haujaamua Yesu aongeze maisha yako, ili somo litakuwa halina maana kwako. Hauwezi ukawa majibu kwa watu kama bado hujatengeneza na Mungu. Mungu huwa anafanya watu wake kuwa majibu. Mungu huwa anawekeza majibu ya taifa zima kwa mtu mmoja. Mungu anaweza kaleteza majibu ya familia yako kwa mtu mmoja. Mungu anaweza kaleteza majibu ya jamii yako kwa mtu mmoja, lakini lazima huyu mtu awe ameunganika pamoja na Mungu. Na njia pekee ya kuunganika pamoja na Mungu ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hiyo ninataka nikuongoze maombi haya sahihi. Kama haujampokea Yesu, kama bado haujamwamini Kristo Yesu, au bado ulirudi nyuma, nataka nikuongoze maombi haya ili somo langu lote lilete maana kwenye maisha yako na liweze kugusa maisha yako kwa namna iliyopana zaidi. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Nifuta jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Yesu, nijaze kwa upya, kaa ndani yangu na nijaze Roho wako Mtakatifu. Kuanzia leo mimi ni mwana wako, niongoze na nijaze kwa Roho wako milele na milele. Amen. Basi kama umetamka maombi haya, usiache kunitumia message ili uweze kuendelea kukua katika huu wokovu au kuendelea kusimama imara na huyu Yesu. Kwa hatua ya kwanza, usisahau nimesema ni kutembea na Mungu katika kweli. Hatua ya pili, ukitaka kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka, ukitaka kuleteza majibu, na usisahau ninavyosema kuwa majibu ni ndani ya Kristo Yesu, lakini pia unapokuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka, maana nyingine lazima tu Mungu akuinue. Lazima Mungu aliinue jina lako, lazima Mungu ainue uchumi wako, lazima Mungu ainue familia yako. Yaani mara zote watu ambao wamekuwa majibu, ukiangalia leo giants, watu waliogundua vitu, wengine hata walikuwa wamjui Yesu, lakini wameacha alama duniani kwa sababu ya vitu walivyovifanya, kwa sababu walikuwa majibu kwa watu. Tunamsoma kwa mfano kama Tanzania, Nyerere. Kwa nini leo anakumbukwa? Kwa sababu aliachilia majibu ya uhuru, alisimama kwa ajili ya huyu wa taifa. Tunaangalia watu kama wakina Isaac Newton, watu ambao wengine walikuwa wamjui kabisa Yesu, lakini wameacha alama kwa sababu walikuwa tu majibu kwa watu waliowazunguka. Kwa hiyo nimekuambia hatua ya kwanza ni kutembea na Mungu katika kweli, na hatua ya pili ni kumfanya Mungu kuwa chanzo cha maarifa yako. Kumfanya Mungu kuwa chanzo cha maarifa yako. Unajua, ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo 41, Mwanzo 41 mstari wa 16, Biblia inasema hivi, Mwanzo 41:16, Yusufu akamjibu Farao akisema, si mimi Mungu atampa Farao majibu ya amani. Si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Wakati Farao anamuuliza Yusufu kumtafsiria ndoto, Yusufu anamwambia sio mimi ninayetafsiri ndoto, ila anayetafsiri ndoto ni Mungu. Kwa maana nyingine, Yusufu kwenye ufahamu wake alikuwa anajua kwamba chanzo cha maarifa, ambao kumbuka nilianza na msingi fulani, nikakutengenezea msingi wa maarifa, nikakwambia maarifa yote, yani Mungu ni Mungu mwenye maarifa yote, ya sirini na yaliyo wazi. Mungu anajua kila kitu. Kwa unapomfanya kuwa chanzo cha maarifa yako, maana nyingine unaweza ukapata taarifa ambazo zinatokea au zitatokea au zilizotokea. Yaani Mungu anajua mambo yaliyotokea, yanayotokea sasa hivi, nataka kutokea. Kwa ukitaka kuwa majibu, Mungu anaweza akakuonesha kitu, akakupa maarifa fulani ambayo watu wote hawayajui, au kwa sasa hivi anaweza kaonekana kwamba ni invalid, kwamba sasa hivi anaweza kana hayana kazi, lakini Mungu akayaachilia kwako na ukashangaa ukayafanyia kazi na ukawa majibu kwa watu kwa miaka mingi ijayo.
Kwa sababu gani? Kwa sababu tu umemfanya Mungu kuwa chanzo cha maarifa yako. Na usisahau, unapomfanya Mungu kuwa chanzo cha maarifa yako, Mungu anapenda, kwa sababu unakuwa unampa utukufu au unamrudishia utukufu yeye. Unamfanya ajitwalie utukufu kwa sababu umemwamini yeye kuwa chanzo cha maarifa yako. Usisahau, Biblia inasema amelaaniwa mtu amtegemea mwanadamu kuwa kinga yake, mwanadamu kuwa msaada wake. Kwa mtu yeyote anayemtegemea mwanadamu, anategemea waganga, anategemea wachawi, anategemea mtu yeyote kuwa chanzo cha maarifa, ina maana tayari amelaaniwa. Lakini amebarikiwa mtu ambaye anamtumikia Mungu au anamfanya Bwana kuwa chanzo cha maarifa. Ukisoma Mithali 1:7 inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa unapotembea na Mungu unapata maarifa. Unapotembea na Mungu unamfanya kuwa chanzo cha maarifa, na ukimfanya Mungu kuwa chanzo cha maarifa, basi ni rahisi Mungu kuleteza majibu au kuleteza maarifa fulani, kitu fulani ambacho kitakuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka. Kwa sababu sifa ya Mungu ni kutamani kujitwalia utukufu kwa watu wanaokuzunguka, kwamba Mungu yuko pamoja na mtu fulani, Mungu yuko pamoja na mtu huyu. Ndo maana Mungu amemtumia kuleteza majibu au suluhisho la kitu kinachotuzunguka au kutatua tatizo ambalo linatuzunguka. Haleluya! Sijui kama mtu mmoja ananielewa vizuri. Mfanye Bwana kuwa chanzo cha maarifa yako. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Hiyo ni Mithali 3:5. Anza kumtumainia Bwana. Changamoto za watu wanaokuzunguka, majibu yake yanayo Mungu mwenyewe. Changamoto za biashara yako, Mungu ana majibu yake. Changamoto za kazini kwako, Mungu ana majibu yake. Changamoto za ndoa yako, Mungu anayo majibu yake. Changamoto za watu wanaokuzunguka, ndugu zako, Mungu anayo majibu yake. Changamoto za jamii inayokuzunguka, Mungu anayo majibu yake. Changamoto za taifa, Mungu anayo majibu yake. Na changamoto za ulimwengu, Mungu anayo majibu yake. Lakini je, umemfanya Mungu kuwa chanzo cha maarifa? Mungu anaweza kaachilia ufunuo, anaweza kaachilia kitu, suluhisho fulani ambalo litageuza maisha yako kwa siku moja, litageuza uchumi wako kwa siku moja, litageuza jina lako kwa siku moja, kwa sababu tu ya maarifa ambayo Mungu ameweka kwako. Jambo lingine la tatu ni kufikiria na kudhamiria sana kutatua changamoto za watu wengine kuliko za kwako. Unajua, Yusufu hakuishia kutafsiri ndoto ya mfalme. Nisikize vizuri. Yusufu hakuishia kutafsiri ndoto ya mfalme. Kwa sababu kama ingekuwa kutafsiri tu ndoto, kama ingekuwa kutafsiri ndoto kuna maana sana kwa Yusufu, kusingeweza kumweka kuwa waziri mkuu. Kilichomweka Yusufu kuwa waziri mkuu, usisahau, sio kutafsiri ndoto, ila ni majibu dhidi ya ile ndoto aliyoota mfalme. Yaani Yusufu angeenda hivi akasema, mfalme, hii ndoto yako ina maana kutoka kuna miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe. Mfalme lazima angemshukuru, basi angekula naye, angepiga naye picha, ingekuwa imeishia hapo. Lakini alivyoleteza majibu kwamba mfalme anajitafutie mtu mwenye akili, amweke asimamie, akusanye chakula, yale majibu aliyoyatoa kwa sababu ya ile njaa, kwa sababu ya ile ndoto, ndio yaliyomsababisha Yusufu awe waziri mkuu, ndio yaliyosababisha Yusufu ashike nafasi kwenye serikali ya Misri. Sio ndoto aliyoitafsiri. Watu wengi tunahubiri, tunasema ndoto ya Yusufu, alivyoitafsiri ndoto ikamsaidia kamwinua. No, sio ndoto. Sababu ndoto alitafsiri ndio. Wangapi unadhani kipindi kile walitafsiri ndoto? Kama wale waganga wangetafsiri ndoto, labda Mungu angefunua, angeruhusu tuseme, au Mungu aachilie asifunge ile ndoto machoni pa waganga na watu wengine wachawi. Wale waganga wangetafsiri ndoto, nadhani wangekuwa waziri mkuu. No. Ila sababu wangetafsiri, lakini wasingekuwa na majibu. Ila Yusufu alikuwa tofauti, kwa sababu yeye alikuja kwa roho wa Mungu, akatafsiri ndoto, afu akatoa majibu ya ile ndoto, kwamba mfalme anajitafutie mtu. Alivyotoa majibu ya ile ndoto, ndo maana mfalme akamfanya kuwa waziri mkuu, kwa sababu ya majibu ya ndoto. Usisahau, sio ndoto iliyomweka kwenye kiti cha waziri mkuu, bali ni majibu ya tafsiri ya ndoto ndio aliyomweka kwenye kiti cha waziri mkuu. Haleluya! Ukisoma 41 ile Mwanzo 33, anasema basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba na wakusanye chakula. Anasema mtu ajitafutie mtu wa akili na hekima. Mwanzo 41:33 mpaka 35. Haleluya! Baada ya kuwaza kutimiza ndoto zako,
Hebu anza kuwaza kutimiza changamoto za watu wanaokuzunguka. Yusufu ameenda pale, amesolve issue ya mfalme. Hebu anza kuwaza kutatua changamoto za watu wanaokuzunguka. Anza kuwa na macho ya kuangalia matatizo ya watu kuliko matatizo yako. Sababu nataka nikwambie, wewe unapojishughulisha na mambo ya watu ni rahisi zaidi kuinuka. Yaani watu wote duniani, nimekwambia kwenye utangulizi, watu wote waliofanikiwa duniani, waliofanikiwa kwa maana ya majina, walioacha majina duniani, waliofanikiwa kwa maana ya pesa, asilimia kubwa ni watu ambao wameleteza majibu kwenye jamii inayowazunguka. Kwa ukiwa kama Mkristo, ndio lazima tu step up, lazima tusimame, tuchukue hatua kama Wakristo, kwamba lazima kama tunataka tufanikiwe kiuchumi, lazima tufuate njia za kiungu, ambazo njia mojawapo au hatua mojawapo ni ya Mungu kutufanya kuwa majibu. Na jinsi gani Mungu anatufanya kuwa majibu? Kwa kufuata hatua 5. Nimekwambia hatua ya kwanza, nimekwambia hatua ya pili, lakini hatua ya 3 nimekwambia ni kufikiria na kudhamiria sana kutatua changamoto za wengine kuliko changamoto zako. Lazima uanze kuwaza changamoto za watu wengine, kwamba kwani jamii inayokuzunguka ina changamoto gani? Lazima uanze kuwa mtu wa kufikiria kwamba kwani mji unaoishi una changamoto gani? Kwani Mungu hana majibu kwa ajili ya hizo changamoto? Mungu hawezi kukupitishia wewe majibu kwa ajili ya hizo changamoto? Anza kujiuliza maswali kama hayo. Kwani watu waliopo karibu yako wanapitia changamoto gani? Mji unaoishi, taifa unaoishi, sehemu unaoishi ina changamoto gani? Je, hizi changamoto kweli Mungu hawezi kupitisha majibu kupitia wewe? Utaanza taratibu, unavyozidi kumwomba Mungu, unavyozidi kumwamini Mungu, lazima Mungu aanze kuleteza majibu. Kwenye kampuni, kwenye biashara unayofanya, je, unadhani hakuna kitu kinaweza kuwa kikaboreshwa? Hakuna kitu kinaweza kufanya kwa urahisi zaidi? Kwenye kazi unayofanya hapo ofisini kwako, kwenye hiyo kampuni yako, unadhani hakuna kitu kinaweza kufanya kwa uzuri zaidi, kwa kikawa bora zaidi, kikaboreshwa? Au hakuna kitu kipya kinaweza kaingizwa, au mfumo mpya ukatengenezwa? Watu wote ambao wanapandishwa vyeo, watu wote ambao wanainuliwa ni watu ambao wamekuwa majibu kwenye makampuni. Huwa anapenda kutoa mfano huu kwamba hata makampuni makubwa, angalia watu ambao wameshika nafasi za juu, utaona ni watu ambao walikuja na majibu au wana majibu kwenye ile kampuni. Na ndio maana wanahitajika, na ndio maana wana nafasi kubwa, ndio maana wanapata mishahara mikubwa, kwa sababu tu wamekubali kuwa majibu. Na kama tumesema tunamwamini Mungu, ni kama tunatembea na huyu Mungu aliye hai, ina maana kwetu inakuwa rahisi zaidi, sababu haya majibu hatuyapati wenyewe, bali tunapozidi kujiuliza na kujishughulika na matatizo ya watu, Mungu anaachilia majibu kupitia sisi, na hatimaye tunakuwa majibu kwenye jamii inayotuzunguka. Ukisoma kitabu cha Nehemia 2:3, Biblia inasema, nikamwambia mfalme aishi milele, kwa nini uso wangu usiwe na huzuni, iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Nehemia anajiuliza, anamlilia mfalme kwamba siwezi, sababu amelifikiria tatizo la ule mji kwamba umekuwa magome, malango yake yameharibiwa. Kwa nini? Anawaza. Alivyowaza, mfalme anatokea, anamsaidia. Kwa nini amemsaidia? Kwa sababu alijiingiza katika kuwaza, alidhamiria kutatua changamoto za ule ukuta, alidhamiria kutatua changamoto, aliona ile changamoto na akadhamiria. Alipodhamiria ndipo majibu yakaja. Unapowaza kuhusiana na changamoto fulani, ndipo hapo unaweza kupata majibu ya hiyo changamoto. Mara nyingi majibu huwa hayaji pasipo kuwaza. Unapojiengage, unapojiingiza katika kuwaza juu ya ile changamoto, ndipo majibu Mungu huyaachilia majibu. Kwa waza changamoto ya jamii inayokuzunguka, waza ni vitu gani wavifanye, vitu gani vifanyike ili kutatua tatizo linaloendelea, ili kutatua tatizo la njaa, ili kutatua tatizo la muda, la maji, la nini. Unapowaza ndipo Mungu anaachilia majibu, kwa sababu Mungu anataka ajitwalie utukufu. Na hatua nyingine ya 4 ni kutafuta maarifa ya duniani na kufanya tafiti juu ya eneo lenye changamoto za watu. Ni kutafuta maarifa. Kutafuta maarifa. Nimekuambia ni kutafuta maarifa duniani, maarifa duniani na kufanya tafiti juu ya eneo lenye changamoto za watu. Nimekuambia, kumbuka, kuna spiritual knowledge, alafu nikakwambia kuna intellectual knowledge. Yaani kwamba kuna maarifa ya kiungu na maarifa ya kusoma au ya kiufahamu. Kwa haya maarifa nayoongelea hapa ni kuanza kuyasoma kwamba kweli labda kuna changamoto ya maji, au kuna changamoto fulani umeiona. Anza kufanya utafiti kwamba okay, hii changamoto inaweza kutatuliwa kwa namna gani. Anza kufanya utafiti wa ile changamoto kwamba je, hii changamoto ni namna gani tunaweza tukaitatua. Unajua, ukisoma kitabu cha Mwanzo ile 39 ule mstari wa 2 mpaka wa 4, Biblia inasema hivi: Bwana akawa pamoja na Yusufu,
naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana anamfanikisha mambo yake yote mikononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Hasa ukiangalia kati ya mstari wa pili na wa 4, nadhani kuna kitu pale kilitokea, kwa sababu Yusufu kati anauzwa, usisahau alikuwa Mwebrania. Kwa kama alikuwa Mwebrania, sidhani hata kama alikuwa anajua Kimisri, sidhani kama alikuwa anajua kacha ya Wamisri wanavyoishi. Kwa mpaka mtu apate kibali, lazima alikuwa ni mtu wa kujifunza maarifa. Ninaamini kabisa Yusufu alijifunza vitu vingi, na ndio maana akaaminiwa. Sio tu Yusufu, nadhani Yusufu hakuaminiwa tu kwa sababu ya ile neema ya Mungu kuwa juu yake, lakini nadhani pia maarifa ambayo aliyatafuta, maarifa ambayo alijifunza. Unajua, usiache kujifunza na kuongeza maarifa kuhusu biashara yako, kuhusiana na kazi yako. Usiridhike na maarifa ulionayo sasa hivi. Usiridhike na vitu unavyovijua sasa hivi. Unajua, baada ya miaka 10, 15 mbeleni, hii teknolojia tunayoitumia, namna ambavyo tunafanya kazi haitakuwa sawa, haitaendelea kuwa hivi ilivyo. Kwa ukifanya masiara, utashangaa unaondolewa kazini, pamoja na kwamba unaamini Mungu, unaomba, unasali kila siku, lakini kwa sababu hauendi na kinachohitajika au mahitaji yanayohitajika ya kiteknolojia na ya kimaarifa, unashangaa umeachwa nje yale maarifa, na baadaye unashangaa hauhitajiki tena kazini. Baadaye unashangaa tena hauna mchango tena kwenye jamii inayokuzunguka, kwa sababu umeachwa nyuma kwenye eneo la maarifa. Hebu jitahidi kuyatafuta maarifa. Soma vitabu, jifunze teknolojia, angalia mahitaji kwenye eneo lako la kazi au eneo lako la biashara au eneo lako la utumishi, eneo lolote ambalo upo. Angalia kwamba je, hivi miaka 15 ijayo, miaka 20 ijayo, mambo yataendelea kufanyika kama hivi yanayofanyika? Je, ufahamu nilionao, ujuzi nilionao leo, baada ya miaka 15, 20, bado utaendelea kuwa valid, bado utaendelea kuhitajika? Hayo ni maswali ambayo lazima ujiulize kama unataka kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka. Kama Yusufu aliweza kujifunza baadhi ya vitu, kujifunza na mpaka Mungu akamweka kwenye nafasi fulani, ina maana inawezekana kwa wewe pia kujifunza. Naamini kama Yusufu asingepita kwenye haya madarasa, sidhani kama taifa lingemweka waziri mkuu mtu ambaye hajui lugha yao. Taifa lingemweka waziri mkuu mtu ambaye hajui tamaduni yao. Sidhani. Ila ni kwa sababu alijifunza, alipata maarifa. Ndio maana ilikuwa rahisi kwake, kwa Mungu kumweka pale mahali. Biblia inasema moyo wa mwenye ufahamu hutafuta maarifa, bali kinywa cha mpumbavu hula upumbavu. Kwenye ile Mithali 15:14 anasema moyo wa mwenye hekima, moyo wa mwenye hekima, moyo wa mwenye ufahamu hutafuta maarifa. Mtu yote ambaye anatamani ufahamu, mtu wote mwenye ufahamu anasema utafuta maarifa, bali kinywa cha mpumbavu hula upumbavu. Jitahidi kutafuta maarifa. Kwenye eneo lote ambalo upo, jitahidi kuyatafuta maarifa. Eneo lingine ni kufanya bidii kwenye eneo lako au hilo ulilolikusudia. Chini ya hatua nyingine ya 5, kufanya bidii kwenye eneo lako au juu ya hilo ambalo umelikusudia. Wakati Yusufu akiwa gerezani, Biblia haisemi kwamba Mungu ndiye aliyefanya kazi iliyompa kibali Yusufu kwa Potifa. Soma vizuri. Biblia haisemi kwamba Mungu akafanya kazi, aliyofanya kazi Yusufu akapata kibali. No. Biblia inasema Bwana akayafanikisha mambo yote ambayo Yusufu aliyafanya. Akayafanikisha mambo yote ambayo Yusufu mwenyewe aliyafanya, Bwana akayafanikisha. Ina maana kama Bwana aliyafanikisha mambo aliyoyafanya Yusufu, maana nyingine Yusufu aliyafanya kwa bidii. Usisahau, Biblia inasema hivi, mtu mwenye bidii atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo. Hiyo ni Mithali 22 mstari wa 29. Kwa maana nyingine, kilichomfanya Yusufu asimame machoni pa mfalme apate kibali ilikuwa ni bidii. Watu wengi, Wakristo wengi sana ni wavivu wa kufanya kazi. Unashangaa mtu analala saa 3, anaamka kesho yake saa 3. Hawezi ukawa majibu kwa watu kama ukiwa hauna bidii. Hawezi ukawa majibu kwa watu kama unajionea huruma kwenye kuomba. Hawezi ukawa majibu kwa watu kama wewe ni mtu wa kuahirisha mambo. Hawezi ukawa majibu kwa watu. Hawezi kuwa majibu kwa watu kama wewe ni mtu unatoa udhuru kila siku.
kuomba kila siku, leo umechoka, kesho hauna muda. Huwezi ukawa majibu kwa watu, hasa kama unataka utembee na huyu Mungu wa Israeli, hasa kama unataka uwe majibu katika kweli ya huyu Mungu wa Israeli. Huwezi kuwa majibu kama ukai na Mungu, kama utumii muda wako na Mungu, kama ujiendelezi, usomi neno. Huwezi ukawa majibu. Lazima uwe ni mtu ambaye unamsikiliza Mungu ili upate ufunuo wa maarifa ya kiungu kwenye hilo jambo unalolizunguka au hilo jambo ambalo unataka kulitatua. Jifunze kufanya kila kitu kwa bidii. Omba kwa bidii, fanya kazi kwa bidii. Omba kwa bidii, fanya kazi kwa bidii. Kaa na Mungu kwa bidii, fanya kazi kwa bidii. Ukifanya vitu hivi viwili, ukabalance kati ya kazi na kuomba, hakuna namna utazuilika kwenye dunia leo. Kwa sababu moja, utakuwa unatembea kwenye mapenzi ya Mungu, na mbili, utakuwa unafanya bidii ambayo ni kanuni ya kawaida kabisa ya watu kuinuliwa. Ukisoma kwenye Mwanzo 39:22 mpaka 23, inasema mkuu wa gereza akawatia mikononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yoyote aliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya, wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililopo mikononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya Yusufu. Kwa hiyo Yusufu alifanya kwa bidii, alafu Mungu akayafanikisha. Usitegemee Mungu ayafanikishe mambo ambayo wewe mwenyewe huyafanye kwa bidii. Jifunze kuvifanya vitu kwa bidii ili Mungu avifanikishe hivyo vitu. Na jambo la mwisho kabisa ni usisahau kumrudishia Mungu utukufu, au jifunze kumrudishia Mungu utukufu na kumshukuru. Kama unataka kutembea kwenye dunia hii, uwe majibu ya watu wanaokuzunguka, uwe majibu ya matatizo ya watu, uwe majibu ya changamoto za watu. Daima jifunze kumrudishia Mungu utukufu. Ukisoma katika Mwanzo 50:19-20, Biblia inasema Yusufu akawaambia, msiogope, je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mnikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Hiyo ni Mwanzo 50:19-20. Yusufu baada ya ndugu zake kupigwa njaa, baada ya ndugu zake kumuuza, wanakuja wanamkuta, wanajisikia vibaya, wanahisi jamaa anaweza kawalipiza kisasi. Lakini yeye anamwambia no. Mungu alikusudia kuwa mema. Kwa anamtukuza Mungu, anamrudishia Mungu tukufu kwamba hata hapa nilipo ni Mungu aliyeniweka mahali hapa. Sikiliza, chochote unachokifanya usiinue mabega. Najua Mungu atakupa majibu kuanzia majibu madogo mpaka majibu makubwa. Mungu ataanza kukupa ushindi mdogo mpaka ushindi mkubwa, lakini katika yote, kuanzia kwenye ushindi mdogo mshukuru Mungu, na kwenye ushindi mkubwa mshukuru Mungu. Kwenye majibu madogo mshukuru Mungu, na kwenye majibu makubwa mshukuru Mungu. Mungu anapokupa ufunuo wa kutatua changamoto zozote zile, kuanzia ndogo mpaka kubwa, jifunze kumrudishia Mungu utukufu. Kwamba Mungu, asante kwa ajili ya wazo ulilonipa kwa ajili ya biashara yangu. Asante kwa ajili ya wazo ulilonipa la kutanua biashara, la kuongeza bidhaa zingine kwenye biashara. Unapomshukuru Mungu, Mungu anaachilia majibu si tu kwenye biashara yako, kwenye vitu vingine. Si kama unanielewa? Anza kujifunza kumrudishia Mungu utukufu. Mungu unapomshukuru, unapomrudishia Mungu utukufu, Mungu anafungua milango mingine. Mungu anafungua milango mingine zaidi. Anafungua kwa sababu unakuwa una moyo wa shukrani. Biblia inasema moyo wa shukrani ndio moyo ambao Mungu anaupenda. Anasema lakini Mungu ashukuriwe atupai kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anayetupa kushinda ashukuriwe yeye Mungu. Kwa unapomshukuru Mungu, ina maana anakupa viwango vya ushindi vinazidi kuongezeka, au anaongeza viwango vya ushindi kwenye maisha yako. Unavyozidi kumshukuru, viwango vya kimungu vya kushinda vinazidi kuongezeka. Kwa jifunze kumshukuru Mungu na kumrudishia utukufu kwenye kila majibu ya changamoto ambayo Mungu anakuwa ameyaachilia kwenye maisha yako. Ndugu mtazamaji, nataka nikwambie kitu kimoja. Inawezekana Mungu kutufanya kuwa majibu kwenye jamii hii inayotuzunguka, na ni kwa lengo lake Mungu kabisa. Sababu lengo la kwanza, kwa nini Mungu atamani kukufanya wewe kuwa majibu kwenye jamii inayokuzunguka? La kwanza, Mungu anataka ajitwalie utukufu kupitia wewe, kwamba umemwona mwanangu ndio aliyeleta suluhisho la ugonjwa fulani. Wewe ni daktari pale unanitazama. Wewe inawezekana ni mfanyabiashara. Mungu kunawezekana kuna dawa fulani anataka uigundue wewe ukiwa kama daktari. Mungu kuna kitu kikubwa Mungu anataka ukifanye, sababu anajua ukikifanya basi utakuwa majibu kwa watu. Lakini sio tu majibu kwa watu, yeye ndo atajitwalia utukufu, kwa sababu utakaposimama na kumshukuru na kumrudishia utukufu, watu watajua kwamba ni Mungu aliyefanya, sio wewe. Kama Yusufu alivyomwambia mfalme. Mungu alijitwalia utukufu pale Misri kwa sababu ya Yusufu. Kwa Mungu anataka kujitwalia utukufu kwako. Ndio maana anataka akufanye kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka. Lakini pia
sio tu Mungu kujitwalia utukufu, lakini jina lako Mungu anatamani aliinue. Usisahau Mungu anamwambiaje Ibrahim, nitaliinua jina lako. Ili Mungu aliinue jina lako kwenye taifa, aliinue jina lako kwenye jamii inayokuzunguka, lazima akufanye kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka. Hebu muombe Mungu sana kwamba Mungu nifanye kuwa majibu kwa jamii inayonizunguka. Na la mwisho, Mungu anataka akuinue ili awasaidie watu wanaokuzunguka. Kwa anataka akufanye kuwa majibu, moja, ili ajitwalie utukufu; mbili, ili aliinue jina lako; na tatu, ili awasaidie watu wanaokuzunguka. Kwa haya ni mambo ambayo ndio maana inamsababisha Mungu akuinue na kukufanya kuwa majibu, yote kwa utukufu wake Mungu. Kwa usisahau, hatua ya kwanza ni kutembea na Mungu katika kweli. Tembea na Mungu katika kweli. Muamini Kristo Yesu na utaona namna ambavyo Mungu ataachilia ufunuo wako. Na la pili ni kufikiria na kudhamiria sana kutatua changamoto za watu wengine kuliko za kwako. Unapofikiria mambo ya watu wengine, Mungu analeteza majawabu juu ya zile changamoto zinazowazunguka. Hiyo ni hatua mojawapo ya kufanya kwa majibu. Na hatua ya tatu ni kutafuta maarifa ya duniani. Kutafuta maarifa na kufanya tafiti juu ya eneo hilo ambalo umeliona lina changamoto. Fanya tafiti za kweli. Soma vitabu. Soma makala, sikiliza taarifa mbalimbali za hiyo changamoto ili upate ufunuo mpya wa namna ambavyo unaweza ukatatua hizo changamoto. Na jambo la nne ni kufanya kwa bidii kwenye eneo lolote ambalo Mungu amekuweka au umelikusudia. Kuwa na bidii. Amka mapema alfajiri. Fanya kazi kwa bidii pasipo kuchoka. Utaona namna ambavyo Mungu ataachilia majibu kwa ajili ya watu wanaokuzunguka. Na Mungu akiachilia majibu, nisikilize vizuri, hicho kilio unacholia, sio uchumi wako unasumbua, sio jina lako uheshimiki nini, kitaisha, kwa sababu Mungu akikuinua lazima jina lako liinuke. Jambo lingine, usisahau kumrudishia Mungu utukufu na kumshukuru. Nimekwambia siku zote mrudishie Mungu utukufu. Mrudishie Mungu utukufu na jifunze kumshukuru Mungu. Kwamba Mungu, asante kwa ajili ya kunifanya kuwa majibu. Asante kwa ajili ya kuachilia majibu yako kwa watu wako kupitia mimi. Ni wewe tu Mungu uliachilia majibu. Na kupitia hayo Mungu atakuonekania na utamwona Mungu akijidhihirisha kwenye maisha yako na kukufanya kuwa majibu kwa watu wanaokuzunguka. Nataka niombe na wewe, mtu ambaye unasema unatamani hutaki kuwa mtu wa kawaida, unatamani uwe majibu kwenye taifa, unatamani uwe majibu kwenye jamii inayokuzunguka, unatamani uwe majibu hapo kazini kwako, unatamani uwe majibu hapo kwenye hiyo biashara. Sikiliza mtu wa Mungu, yani wewe ukiwa majibu, yani hautopambana. Ndio maana kuna watu, unajua kuna mtu watu wanampigia simu aje afanye kazi. Kwa sababu gani? Ana majibu na changamoto iliyo pale kwenye kazi. Yani kampuni inampigia simu, bwana tunatafuta mtu fulani. Watu wanapokuambia tunatafuta mtu IT, maana nyingine wanatafuta mtu mwenye majibu ya hiyo IT, mwenye majibu ya kompyuta. Watu wanapokuambia tunatafuta msimamizi wa fedha, maana nyingine wanatafuta mtu mwenye majibu ya changamoto au usimamizi wa fedha pale ofisini. Kwa ukiwa umebeba majibu, wewe watu watakutafuta tu. Hautoitafuta pesa, ila pesa itakutafuta, sababu watu wanatafuta watu wenye majibu hapa duniani. Na sio tu kuwatafuta, ila utaacha alama kubwa kwa sababu umebeba majibu na unajua siri ya majibu ni ya Mungu aliye hai. Kwa kama wewe uko hapo unatamani kuwa majibu kwenye jamii inayokuzunguka, nataka niombe na wewe. Eneo lolote lile, iwe ni kazini kwako, kwenye biashara, au unataka kuwa majibu, yani hutaki kuwa mtu wa kawaida, unataka uache alama hapa duniani na jina la Yesu litukuzwe kupitia wewe. Hebu nataka niombe na wewe. Fumba macho yako pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu, mfalme mwema. Asante Mungu kwa maana wewe unamjua. Jehova, moyo wake ukabebe nguvu zako na uwezo wako. Mungu, mjaze uweza wako Roho Mtakatifu sahihi. Mungu, msababishe kuwa majibu ya jamii inayomzunguka. Roho wako Mtakatifu amwezeshe kuwa majibu kwenye hiyo kampuni anayofanya kazi, awe majibu kwenye hiyo biashara yake anayoifanya, awe majibu kwenye huo utumishi wake anaofanya. Mungu, msababishe kuwa majibu ya watu wako ili jina lako litukuzwe kupitia yeye. Ninaomba Jehova, ninambariki katika jina la Yesu aliye hai, aende na akawe majibu na nguvu zako zikajidhihirishe na jina lako likatukuzwe kupitia yeye katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Wewe uliye mgonjwa, natamka uzima kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Usiwe mzima tena. Uponyaji wa Mungu utembee toka kwenye utosi wako mpaka kwenye unyayo. Uwe mzima, viungo vyako vipokee nguvu ya Mungu aliye hai na uwe mzima kuanzia sasa hivi. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Usiache kutufuatilia kwenye vipindi vingine na uwe na wakati mwema, wakati wa baraka. Shalom, shalom.